Wanasema nabii ana heshima kwao, lakini mimi nimeamua kutafuta heshima kutoka mtaa nikienda pia maeneo zingine. Karibu sana kwenye channel. Kama wewe ni mgeni hapa, mimi naitwa Nyaga na represent hii channel inaitwa Mr. Curious Guy. Pamoja na familia yangu huwa tunafanya content kuhusu adventures, DIYs. Kama wewe ni mtu unapenda kuunda magari ama kufanya stuff zako kivyako, na pia tunapenda tu kuchukua road trips moja mbili, unexpectedly tu tunaweza tu tunatoka tu na inakuwa ni hivyo. So kama siku ya leo pia tumeamua nirudile mtambao nilikam. Unajua kila mtu anakuwa ile mtambao alikuja kwanza Nairobi. So leo nimeamua kutembea na kijana nimuoneshe mtaa yenye nilikuwa nilikuwa kwa mara ya kwanza before niambia kwenye niko, alafu tukicheki ni aje. So follow through kwa video ya leo. Kama pia unapenda video kama hizi, si tafadhali usisahau ku like, ku share na pia kusubscribe kwenye channel. Karibuni sana. Jeshi ala. Jeshi ala. Aisemu hivyo. Tunajua na hii mtaa yetu ama na hii nai yetu ama na hii Kanairo, it's either wewe ni kukam ama ulizaliwa Nairobi. So kama ni kukam, so niambie ulianza mtaa gani? Ukianza kujua mashimo za Nairobi, ulianza Nairobi kwa mtaa gani? Sababu mitaa nazo ni nyingi. Na kama unakuzaliwa Nairobi, umezaliwa Nairobi pande gani? Kama by the way, kama ni msee wa Kota City, kama ni msee wa Kayole, kama ni msee wa Tasia, kama ni msee wa Nyayo, kama ni msee wa Fedha, kama ni msee wa Tasia, kama ni msee wa Paipu, kama ni msee wa Doni, kama ni msee wa Umo, unaweza consider kama channel yako, na itakuwa ni bora kwa sababu tutaweza kujua mitaa tofauti, na hizo mitaa tofauti pia tutaweza kujua kama ni place inaheshima singles, ni place inaweza heshima familia, na kama inaishi familia kuna kaaje. Pia kama inaheshima singles, ni mtaa yenye best yako penda za visit na feel ako safe. Unaweza ni drop hapo down. Mtaenda kuvisit, mimi nilikuwa nalibamba kwa sababu ya kitu moja. Shughuli ilikuwa inapigwa pale hivyo, ilikuwa kama 24 hours jo. So like kama ni food, ulikuwa unapata food kila mahali kwa hiyo mtaa. Na vile nilikuwa niko single, ilikuwa inanisaidia sana kwa sababu siko na soul mingi ya food, na siko na miss food ya mshahara kwenye nilitoka. Siko na miss food ya madhe tena sana vile, kwa sababu food nilikuwa napata place yote tu, nikitembea nikitokea hata masaa zote nilikuwa na assure nitapata food.
So ingekuwa ni pilau, ingekuwa ni mokimo, ingekuwa ni gideri, ingekuwa ni dondo, chapo, nilikuwa naziga tu mtaani, nilikuwa naziga kwa bei fiti. So ilikuwa ni mtaa imenijenga na imenilea mpaka place ambayo nimefika. Na vile niliambia mtaa ambao niko, mazee nimecheki life ni tofauti kidogo kwa sababu mazee hizi food pia sizipati sababu sasa pia ni place yenye ni family hivi. So unapata kila msee anapikia mtaani. Alafu yani food yenyewe ni mtaani, hakuna food zinauzwa nje tu. Unaweza get tu vitu moja mbili, nyanya, vitunguu, tuseme dania, hoho na vitu kama hizo, but ati kusema utapata food yani imepikwa tayari, iko tayari, inakuwa ni noma mazee. So inabidi pale unajipanga tu na shughuli yako kivyako. So mimi kwa napenda ile mtaa. So hebu niambie wewe mtaa yenye uliingia Nairobi hivi ya kwanza unaipendea nini? Wewe umezaliwa Nairobi. Hiyo mtaa ambao umezaliwa unaipendea nini? Unajua lazima tuongee jo tuweze kuelewana jo, So hebu niambieni hapo kwa comment section. Pia ingeni sana kama ungeniambia mtaa yenu iko aje, na kama ungependa pia wageni si tunatembeaga, utuambie mtaa next ungependa kutembea mtaa gani. Tukamcheki maziala za huko ziko aje, si ndio? Papi, Hiyo. Maggie Smart. Yeah. Ninja Turtles. Okay. Mana? Ganya. Hiyo ni nganya. Hayo si nganya, ni mahoni tu ameweka huyo. Kai. Hiyo? Ameweka tu maparalera. Kai. Na Bye. Mana? Mana? Umefika trika juu.
Sema yes haya. Yes, haya. Twende. Unapata kitu huko ndani. Paipu. Paipu. Pipeline estates. Kai. Nenda sawa inapiga mapararera. Sema pararera. Kai. Pararera. Pararea. Ama ni sweet. Ni sweetie. Lollipop. Kwani lollipop si sweet? Hey. Nataka kuona kama utapata CD Dubai. Okay. Sunday is a busy day huku bado. Watu wako bado biashara. Hawa wangegongana hawa motor bike. Nasikia huku. Umejaa watu. Unaona? Sikia huyo. Mana huku banyak bike ni mingi. Nganya, sema nganya. Red na green. Kama inawasha red na green. Ada wakamba wengi. Ini hapa piga raundi. Huku ndio Club 10. Club 10. Tumeshikana mama. Watu wamejaa. Hebu karibia hapa na kamera. Hivi. Songa mbele. Hata kulala hivyo venye hivyo kaa hivyo. Wenda ukiona, si ndio? Umetoka chache. Cloud 10, sema Cloud 10. Cloud 10. Kalau ushike hivi straight hivi. Tupo dakika 60 na mchezo.
Unaona? Hapo unaweza chota mtu, sema chota mtu. Mazee, hapa design tumeanza hapa, nilikuwa shua tu sijui kutakuwaje mbele. Juu ukiangalia mazee venye bikes ni mob, Ama watoto anashika na gari. watu pia venye wamejaja kwa barabara. Alafu it being on a Sunday, I guess we chose the wrong date kukam kutembea mtaa juu. Mazee, sijui kama mnajionea. Nakwambia, alafu sasa barabara nayo ndio hiyo iko squeezed ajabu, yani pale hakuna nafasi ya gari mbili kupitana, at the same time watu wanapita, Kina papa. na ukiangalia vizuri sana bikes ndio hizo sasa. So imagine sote tunapigania Blue. nafasi kwenye hii barabara. Unaona vile tumejaa watu. Nakwambia hapa ilikuwa tu ni break mafuta, break mafuta, break mafuta, yani Cute. ikibidi ugande mguu wewe hata sijui utajisaidiaje juu itabidi tu umechota wasee na manini zao. Naona wanaboeka. Piga honi sana. Hiyo ndio kitu nilinotice. So ndio ni watu kwa barabara, so ilikuwa inabidi tu napiga honi. At a moment I felt ni kama tumeanza kwenda campaign mazee, juu kila wakati ilikuwa tu ni pipi watu wasonge. Unaona pia tunashare mabarabara na mapunda pia. At this point nilikuwa na feel mazee, mguu imechoka, vidole ndio hizo zimeganda kwa sababu ya kupiga horn kila wakati. Na imagine hiyo yote haitoshi, watu wanakuangalia na endelea na shughuli zao, yani ni kama wewe umati. So it's either asamezoea kupigiwa honi na za masenke na za manganya juu mazee, ikiwa ni mtaa zingine unasega tu honi hivi uko umeruka, but hawa mtu anakuangalia tu na anasonga na riba zake. So tumefika hii mtaa, inanikumbusha time fulani hapo hivyo nilikuwa nakatiaga mademu. Unapata mdemu mmoja ningemtolea hicho munoko mbele, mwingine nikitoa huyo mmoja narudi na mwingine, lakini venye narudi na huyo mwingine pia nampitisha chumu yake tofauti. So hakuna mtu angekutana na mwingine, na pia at the same time hakuna mtu atajua kwangu ni wapi, manake sasa shimo zote zifanani juu huku nako kuingizwa ndani kama ujamaa kwa location somaze na ni first time yako. Hapa napo unapotea tu, si ati nini. Hapa napo unapotea. So mtu mmoja nikimtoaga hivi ilikuwa nikimtoa narudi na mwingine, nikirudi na huyo mwingine pia nikimtoa hakuna mali unapatana na mwenzake. Ilikuwa ni form nyingine ajabu sana. Sijui kama bado kuna sana fanya riba kama hizo juu. Mimi nilikuwa nanijenga pati yangu mbaya sana. Nilikuwa nanijenga ajabu. Usikii kitu pia nilinotice mazee, kama unakam kuvisit mtu hizi maeneo inakuwa tu lazima utafute parking mahali pengine alafu uingie ndani juu
hapa sasa utachagari wapi shwali? Utachagari wapi? Na pengine unaweza chagari upate kama ilishagwaro na mwenye kugwaro lishaishia. So wale mabeshe zangu wa West, wale mabeshe zangu wa South Sea, wale wa bembeshe zangu wa Paki, welcome to Islando. So hivi ndio mtaza Islando zuka. Ukiangalia venye niko na kusho, unacheki kuna food kila mahali, like huwezi kosa. Kama ni mamboga, kama ni manini, like food iko tu, yani huwezi katunja. Hiyo mtaa ilikuwa inajenga juu hiyo. Alafu tena kitu kingine, like hakuna kitu kama ni manguo ziko na ziko bei fiti, so as in basic things zani, yani kila kitu iko tu available hapo hivyo, si lazima ufike tao mjini yenyewe. Like hapa tu ndani tu, yani pametosha penyewe. So niambie nini na kuna siku super ipuju, lazima kuna kitu na kubamba kusui mtaa. Na kwa nini pia uwezi fikiria, sijui kama unaweza fikiria kuhamia mtaa mwingine, na kama unafikiria kuhamia mtaa mwingine, nini inaweza fanya uhamie pia huo mtaa mwingine? Juu mtaa yenyewe si ati ni mbaya kwa wenye wanaanza maisha. But kama uko na family kidogo ni challenge, kwa sababu maeneo unaona tu vile kuna kaa si ati nikumize sema ni kubaya, so msinikujie pale kwenye comment section. But enyewe wacha tutonge tu ile ukweli. Mazebu angalia kama sasa mbele yangu watoi ndio hao, najaribu ku avoid watoi kugonga watoi na bado ku avoid kugora gari ya mwenye pako pande nyingine. Sasa hata place ya watoi kuchezea saa zingine inakuwa ni tricky. Like sasa hapa mtoi unless acheze shule. Sasa weekend zinakuwa ni noma, inakuwa tu mazee inakuwa tu ni tricky sana. Choka. Kaboy kangu ndio wako nimeanza kurumia. Akana kwa kuni bamba kuchoka tu teketeke na kanazima. Sasa hapa nataka nichukue kamenje mimi mwenyewe, but sasa ile kwa ni tricky juu ndashikaje tenje na bado mbele ni kunoma. Yani wasee wamejaa section zote, so lazima upite poa. Waliona moyo kuenda memba maandiko sema kwamba watu wakakuta bonifation Daudi ikampigilia jamaa ikamkuta jamaa ikamsaidia Choka. Kitu fani umesikia kama kuna makrusade huko nyuma. Ukijaribu uguse mtu mmoja hapa hivi, yani wase wote utajua wase watatoka kutoka pande gani. Wase wote utaka hapo place huko, wote wamekuvamia, hata mtu ajui kesi ilikuwa gani. Kila mtu ataka tu yani kuwa kona say kwa hiyo situation yenye imehappen hapo hivyo. But ukiwapigia honi utoke kwa barabara, hakuna msi akona za kwako, yako tu zile za anafikiria yako tu ameshajiondoa. But kitu hawajui gari inaga macho, dereva ndo akona macho, na dereva akiwa ndani ya gari si rahisi kupima distance vile iko nje. But wewe ukiwa kutoka nje utajua mahali uko kama pako fiti juu. Sasa ukikanyagia msee gari hapo hivi itakuwaje? Kumkanyagia mguu ukiwa place kama inakuwa ni tricky sana. Kitu kingine pia ni bambane mtaa. Mazee wizi, hata kama kuna wizi ni very minimal. Juu tena nayo hapa ukishikwa umeiba, my friend, hapa tu yani unalimwa vitu vingine kama nsi. Sijui kama ushesikia vita kama nsi. Hapa inakuwa ni deadly, inakuwa tu ni mbaya. Hapa tu acha tuseme tu ile kweli. Usitamani ukashikwa place kama hii ati umedingo. Hapa ni tricky, ni noma. So
na kitu fiti ni ati hata ikiwa ni saa ngapi ama saa ngapi utakosa watu kwa barabara. So wase wako tu kwa barabara 24/7. Hao wenye wanaingia kuna wenye wanatoka. Wenye wa kutoka kuna wenye pia wako majob zao tu hapo hivyo ndani. So mazee ni ilikuwa tu mtafiti tulikuwa nibamba tu sana. Hakuna kitu unajua kwa hii gari. Pia mimi pia nilikuwa na zangu pia, but enyewe mtaka kunielewa tu, nilikuwa nimechoka. Honi, unajua saa hiyo kelele ya honi kwa masikio yako, unajaribu control gari, at the same time unajaribu ku avoid kugongana na wasee mbele, unachikiwa wasee nke venye pia wanapita pita tu mbaya. Yani yeye kwake ako right tu time yote, Yani nilikuwa tu na feel tu miguu pia zimechoka. Ilikuwa mbaya. Watoto wa hata watu. Unaona watu. Nicheke pia gari ilijichokea. Naambia wase ilikuwa ni mbaya. Gari pesha toka, ni pesha go. So you can imagine hapa sasa jinda operate na nini. Kwa mse ambaye nilichota hapo hivyo na gari mazee, si pole tu sana. But sasa senke zenyu zilikuwa zimekaribia baro sana. Plus tena nilikuwa na avoid mse. Mjango mwenye anataka kupita na huku hivi. Ndio nilikuwa najaribu ku avoid. Hata kwa najali mimi niko aje, bora tu apenye tu aishie. Mazee, so iza tu sana. Najua pengine utakuja kuona hii video mazee. Iza tu. Unaona watu. Hata kitu mtu alikuwa anakuja kufanya alishasahau.
kunapitanga gari kweli? Majamaa hapa ile kuchoka nilikuwa nimechoka. Nilikuwa najiuliza mazee nitatoka hii mtaa saa ngapi? Mazee juu yani nilikuwa feel too zi. Unajua hapa hata gears tu namba moja moja kwa sababu hakuna vile gari inakimbia. So nilikuwa nasikia tu zi. Yani nimehema, mnachiki mjuni yangu pia amechoka, amedoze. Yani natamani tu utanifike mtaani ni drop mtaani. Mazee tutulie juu. Hii nao ilikuwa tu ni hectic sana mazee. Kucontrol gari kwa wase wote. Sasa hapa brakes zikikataa pia ni story. Ukipress paddle yako ya mafuta pia zaidi na kwa ni noma. Haya ukichota msee wa bike pia ni ngori. Ukichota raia pia ni ngori. Yani ilikuwa tu chaos after chaos mazee. Mimi nilikuwa nauliza tu vile tu nitatokea tu. Nicheki tu lami ndio ile, yani freeway mazee ni kupenya juu. Ile ilikuwa gani noma. Sasa kitu kilikuwa kinashangaza sana ni ati mimi nikitokea bado kuna moti zingine zinaingia. So unashindwa hiyo chomenye ilikuwa gani ngori hivyo, gari zingine zinaenda wapi? Cheki buda, hadi ma Audi zinaingia mtaa. So kama umsisa naenda. Yani sielewi. Hapa nilifurahia na cheki best yangu alikuwa anaitwa Steve mazee, ilikuwa gani na mtaka kukutana na yeye. Unakaa mtaa? Nimekuja tu kupiga raundi tu hivi na boys wangu. Mimi nimeishi mafuta hapa bana. Wapi? Niko na hii senke hapa. Okay sawa. Haya poa. Haya. Yani Steve kama utakuja kuona hii part mazee sitanitamea tu sana juu after nishachana na wewe ndo nakumbuka mazee ningekubeba hata kwa gari twende kuna peti huku hivi juu doni mazee uchukue peti alafu urudi mtaa. Lakini sasa zile gari zilikoga nyuma yangu na hiyo kuchoka nilikuwa niko nayo, yani nitamani tu yani nifike tu kwa highway mimi nisonge mazee. Mazee hizo sana jo sivyo.
Enyewe yani hii mtaa yenyewe ni ngori tu, ni crazy tu mbaya. But hebu ni drop in hapo kwenye comment section mniambie jo, mtaa gani mnatarajia nitembee next. Siwezi mind, naweza kaa mtu nijichoche tu pia tena, lakini tena sikuwe hectic kama hii mazeju. Ilikuwa gani tafash mbaya hapa yenyewe, either kama ni mguu ama bike ingesaidia. Basi sasa gari mazeni stress ingine. Yani nilifika kwa highway tu nasikia tu, yani nishukuru Mungu. Usiche kile design yenye wana Israeli mazee walifika tu, yani mahali tu Musa akapiga barabara maji hivi mazika ikatengeneza tu barabara. Sasa wewe unapenya katikati ya barabara, maji kwa kando. Yani hivyo ndio nilikuwa nasikia, yani hapa nilikuwa nasikia raha. Halafu na gari tu ilikuwa inapenya kupenya tu kaende. Yani kwa ndaka tu, yani nasikia tu ni kama nimeondokea shida. Maana sasa naenda kupata mwanga huko mbele. Hii ilikuwa gani ngori, ilikuwa ni mbaya.